Asifiwe. Kwa sababu ya maono tuliyoyaona. Haleluya. Ili tuweze kujua mbinu, haleluya, za kupambana na huyu adui wetu Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutasoma kitabu cha Ufunuo, amen, sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuhakikishie wewe uelewe kwamba Shetani ana nguvu tena juu yako. Haleluya. Hana mamlaka tena. Yaani sio chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ufunuo sura ya 12 mstari wa kwanza tunasoma, Biblia inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi, ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Bwana Yesu asifiwe. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali na utungu na kuumwa katika kuzaa. Sura ya 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Unaweza kupata kuona? Nataka nifafanushe maneno haya. Nikisha afafanusha, utaanza kuona jinsi ambavyo Shetani hana nguvu tena juu yako. Inatakiwa wewe umkanyage Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa wewe una mamlaka. Utambue mamlaka ulionayo. Utambue nguvu ulionayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asikutishe. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Sura ya 4. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni, na kuziangusha katika nchi. Haleluya. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Unaweza kuona? Amle mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Mwanamke huyo anayezungumziwa, anazungumzia mwanamke anayekwenda kuzaa mtoto. Anayezaliwa mtoto ni Yesu mwenyewe. Ishara ilionekana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo hana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Muda wa siku 1260. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mikaeli akamshinda joka. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Sema wakapigana. Vita yetu, haleluya, sio ya damu na nyama, kumbuka. Ili tuweze kumshinda adui Shetani, haleluya, tunahitaji kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuzitafute nguvu za Mungu, haleluya, za kuweza kupambana na kila aina ya majaribu yote ya Shetani.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tusimame kama jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kushinda. Haleluya. Tusimame kama jeshi ili tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Vita ikapigana mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Haleluya. Nao wakamshinda, wala mahali pao hapakuonekana tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kwamba unapoamua kushindwa na shetani, umeruhusu wewe. Umemruhusu tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiukweli shetani alishashindwa tangu zamani. Na ukitaka kujua mpambano huu, haleluya, anza kumtafuta Mungu. Utaona vita iliyopo ikipingana na roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ikipingana na imani yako. Haleluya. Hiyo vita sasa, ukianza kupingana ukapigana hiyo vita hiyo inayopingana na roho yako, kila roho inayokuja kushindana na imani yako, kila roho inayokuja hiyo vita, haleluya, ukiishinda, shetani unamweka chini ya miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila aina ya tabia ndani yako ambayo shetani anaileta ndani yako, kila roho anayoileta ndani yako inayopingana na imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukishinda hapo, maana yake ni kwamba shetani anakuwa chini ya miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yule joka alishindwa. Amen. Wala mahali pake hapakuonekana tena, hiyo vita iliyopigwa mbinguni. Kumbe kuzaliwa kwa Yesu ilionekana, yani ilikuwa katika ulimwengu wa roho. Amen. Yesu ameshaonekana. Sawa? Ishara ionekana. Kumbe ile wakati Yesu anazaliwa kulikuwepo na vita inapigana mpaka Yesu kuja kuzaliwa huku. Sawa? Mpaka hilo jambo kutokea, ishara ya Bikira Maria kuchukua mimba, kumbe jambo hilo limeanza katika ulimwengu